hivi sasa unatumia teknolojia fulani ambayo inaongoza ulimwengu mzima kwa sasa. Inadhani 99% ya supercomputers zote zenye akili zaidi duniani. Ndio inayowasha server zote za Google, Netflix na Amazon. Ndio inayoweka rocket za SpaceX angani na ipo ndani ya simu uliyoshika mkononi sasa. Hii ni hadithi ya jinsi mwanafunzi mmoja wa chuo alivyotengeneza himaya ya software yenye nguvu zaidi duniani. Mfahamu Linus Torvalds. Mwaka 1991 ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Helsinki, Finland. Alikuwa amenunua kompyuta mpya, lakini alikuwa akichukia software iliyokuja nayo. Alitaka kutumia Unix, operating system yenye nguvu sana iliyokuwa ikitumiwa na makampuni makubwa. Tatizo, lesson ya Unix ilikuwa ikigharimu maelfu ya dola, pesa ambayo mwanafunzi wa kawaida hakuwa nayo. Hapo ndipo alipoamua kukodi version yake mwenyewe. Mnamo Agosti 25, 1991 aliposti ujumbe kwenye internet forum akiomba ushauri na maoni kutoka kwa watu wengine. Lakini huku Linus akifanya hivyo peke yake, maelfu kadhaa mapinduzi mengine makubwa ya teknolojia yalikuwa yamekwama kwa sababu ya kukosa kipande kimoja tu muhimu. Kwa karibu muongo mzima, mtaalamu mmoja wa programu anayeitwa Richard Stallman alikuwa akitengeneza operating system ya bure kabisa iliyoitwa GNU. Alikuwa ameshatengeneza tools zote, software za maofisini, hata games, yani kila kitu, kasoro kitu kimoja tu: ubongo wenyewe, engine yenyewe inayoitwa kernel. Bila kernel, software yake yote ilikuwa haina kazi, na bila zile tools za Stallman, Linux kernel ya Linus Torvalds ilikuwa kama engine tu isiyo na usukani wala magurudumu. Mnamo mwaka 1992 wawili hawa bila hata kukusudia waliungana. Linus alifanya uamuzi mkuu. Alitoa kodi zake zote ziwe wazi na huru kwa kila mmoja, yani open source. Mtu yeyote aliruhusiwa kukopi, kubadilisha, hata kuiuza. Makampuni makubwa ya teknolojia ya miaka ya 90 yalimcheka. Miaka michache baadaye, mwaka 2001, CEO wa Microsoft Steve Ballmer wa wakati huo hata aliita Linux ni cancer. Walizani free software ina maana ni software ya hovyo. Alikosea vibaya sana, kwa sababu kodi zilikuwa bure na wazi. Hackers na developers wenye akili nyingi zaidi duniani walianza kuingia na kurekebisha makosa. Linux ikawa na kasi ya ajabu, ikawa unbreakable na salama mno. Wakati biashara za internet zilipoanza kulipuka, makampuni yaligundua yanaweza kuokoa mamilioni ya dola kwa kutumia Linux badala ya kununua software kutoka Microsoft. Ghafla, Linux haikuwa tena hobby ya kijana wa chuo, ilikuwa imekuwa uti wa mgongo wa internet yote duniani. Mwaka 2008 Google walichukua Linux, wakaifanyia ukarabati na kuweka muonekano mzuri juu yake, kisha wakaiita Android. Leo hii ipo kwenye mifuko ya watu zaidi ya bilioni 3 duniani. Ni kweli Windows inatawala kwenye desktop na laptop yako, lakini Linux inatawala kila kitu kingine kinachotumia umeme duniani. Linus Torvalds hakutengeneza Linux ili apate mabilioni ya fedha. Alifanya hivyo kwa sababu tu alikuwa mwanafunzi asiye na hela ya kununua lessons, akiwa peke yake chumbani kwake. Lakini kwa kuamua kuitoa bure, alibadilisha historia ya teknolojia ya dunia nzima. Asante kwa kuangalia na tukutane video ijayo. Gonga button na subscribe kama hujasubscribe. Hii ni Cyber Dream TV.